Sasa vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iraq vinaingia katika juma lake la 4 na kumekuwa kuna maombi kadhaa ya watu kutaka kuzungumzia kidogo kwa uchache. Sasa tukifanya video moja itakuwa ndefu. Hebu tuzungumzie kwa ufupi tu kuweza kujua ni yapi ambayo yanaendelea. Kwanza nitaka nizungumzie kuhusiana na pengine itakuwa ni video inayofuata. Nitazungumzia wanasema karata 3 ambazo Donald Trump anaonekana kutaka kuzitumia kumaliza vita hivi haraka kabisa. Vinaingia katika juma lake la 4. Changamoto ni kwamba licha ya kile kinachoonekana kwamba ni mafanikio, bado hakuna ambacho hasa kinaweza kikaonekana kama mafanikio. Kwa hiyo tunayasikia kutoka kwa viongozi mbalimbali ambao walitegemewa kwamba wangeweza kusema hivyo, lakini nini hasa mafanikio? Kuna tofauti ama kuna ugumu kulingana na hili, lakini kuna mambo kadhaa ambayo ningependa uitambue kuhusiana na kile ambacho kinaendelea. Kwanza, vita hii vinaingia katika juma lake la 4. Katika juma la 4 Trump na Israel waliamini kwamba wangeweza kuipiga Iran kwa muda mfupi na kuweza kuondoka. Kaka yangu nafikiri Ibrahim Rahbi alipata kusema kwamba ingekuwa vizuri kama wangeweza kuondoka baada tu ya kumuua Khamenei, wakakimbia na lile lengo la kwamba tumeshamuondoa Khamenei, sasa hivi mambo yako sawa, lakini haikuwa hivyo. Wameendelea kubaki kwa sababu Trump alitaka vita vio vifupi na kutangaza ushindi punde baada ya kuwa wamemuua kiongozi wao mkuu, ambayo ingeonekana ni kama vile wamebadilisha serikali. Lakini Israel yeye ana mkakati mwingine. Israel anataka Marekani iendelee kupiga mabomu pale katika ile nchi, kwa sababu kadri inavyozidi kudhoofika ndio wao ambao wanahisi kwamba watakuwa salama. Ukumbuke Marekani yenyewe imesema kabisa kwamba hawakuwa na mpango na pengine hawakuwa na mpango wa kuingia vitani na yule kiongozi katika masuala ya ugaidi ambaye amejiuzuru kutokana na kile ambacho kinaendelea hivi sasa. Anasema kwamba Irani haikuwa tishio la aina yoyote ile dhidi ya Marekani, na tumekwenda pale kwa sababu tu, na tumekwenda kwa maana ya wao Marekani kimnukuu, kwa sababu ya Israel. Kwa hiyo imekuwa jambo la kwanza. Kwa hiyo Trump anasema kwamba lengo lilikuwa ni kuweka kubom, wamalize waondoke. Israel wao wanasema kwamba hapana, tuendelee kupiga, na wanasema wanataka angalau wiki nyingine 3 ama 4 kuona kama vile wanaweza wakahakikisha kwamba wameharibu ile nchi kwa namna kubwa zaidi. Hilo tutakuja kulizungumzia huko mbele, kwa sababu tafsiri ya mafanikio katika kuharibu nchi inakuwa jambo la kwanza. Lakini jambo la pili kwamba kufikia hivi sasa inaonekana kwamba vita vikubwa ama vita imehamia kutoka sio Iraq, lakini katika mifumo ya masuala ya nishati katika nchi ama ukanda wa Mashariki ya Kati. Kwa sasa mifumo ya nishati katika ukanda wa Mashariki ya Kati ndio imekuwa sehemu, hatuzungumzii tena kuhusiana na kubadilisha, tuzungumzii sasa hivi inaonekana sio tena swala la utawala ule, no, sasa hivi tunazungumzia kuhusiana na Strait Hormuz, bei ya mafuta na mambo kama hayo. Kwa hiyo katika wiki ya 3 wamefanya kampeni kubwa sana ya kujaribu kudhoofisha pale, kwa sababu katika karata 3 mojawapo ni pamoja na ama kuteka kisiwa ambacho ndiko ambacho kina supply 90%, ama kutafuta namna ambavyo wanaweza wakawalazimisha mfereji ule wa Hormuz uweze kufunguliwa, kwa sababu bila kufanya hivyo bei ya mafuta inapanda na kila kitu duniani kitapanda. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba miundombinu ya masuala ya nishati yamegeuka kuwa ni sehemu nyingine ama centerpiece ya vita. Marekani tunafahamu kwa mujibu wa katiba ni kwamba serikali ama rais anaruhusiwa kutangaza vita iwapo tu anaweza akathibitisha kwamba adui alikuwa ni tishio la haraka la karibu ambalo lisingeweza kusubiri. Kwa hiyo akikuwa ni imminent threat, pale rais anaruhusiwa kutangaza vita. Rais alitangaza vita akisema hivyo, lakini kiongozi wa masuala ya ugaidi ambaye ndiye angetakiwa kumpa rais taarifa hizo amejiuzuru akisema kwamba hali haikuwa hivyo. Achilia mbali hivyo, sasa watu wa Marekani sasa hivi wanategemea kwamba vita hii itaanza kugharimu angalau dola bilioni 200, kwa sababu serikali ilianzisha vita bila kupata baraka za bunge, lakini sasa wanakwenda bungeni na kutaka bunge liwapatie zaidi ya dola bilioni 200 ili waendelee na vita. Hawajasema vimeanzishwa vipi, hawajasema lengo lilikuwa ni vipi, hawakusema litaendeshwa kwa namna gani, na pia hawajasema strategy ya kuondoka iko vipi. Kwa hiyo hakuna mkakati wa kuondoka, lakini wanasema kwamba tunahitaji dola bilioni 200. Na alipokuwa akizungumza waziri wa vita, yes, anaitwa waziri wa vita, sio tena waziri wa masuala ya ulinzi, ni waziri wa vita nchini Marekani, anasema kwamba inagharimu pesa nyingi kuweza kuwaua watu wabaya. Kwa hiyo ndio tafsiri nyingine kwamba sasa Wamarekani ambao bado hawajapewa taarifa kamili ya kwa nini Marekani imeingia katika vita ambavyo havionekani kwamba vingekuwa tishio kwao, wanatakiwa kodi yao itoe zaidi ya dola bilioni 200 kwa ajili hiyo. Na hili linatokea wakati deni la nchi ya Marekani tayari limevuka dola trilioni 39, kiwango kikubwa zaidi ambacho kimefikiwa. Marekani pia na Israel wanasema kwamba wameharibu sehemu kubwa sana ya uwezo wa Iran
kurusha makombora. Lakini ifahamike kwamba Iran ni sehemu kubwa, ni nchi pana ukilinganisha na nchi nyingi, na jinsi ambavyo imekuwa baadhi ya sehemu ambazo inaaminika wameficha vitu vyao, na ni kama walijiandaa. Tumesikia tu wiki hii kwamba walikuwa wakiaminika kwamba kombora lao refu zaidi na urefu unaweza kwenda kilomita 2000, wamepiga kilomita 4000. Haijulikani wanayo mangapi, haijulikani yako vipi. Kwa hiyo ile intelligence yote ambayo tumekuwa tukiambiwa kwamba tumemaliza kila kitu, waona uwezo wa makombora, then tunashangaa Jumamosi tunaambiwa kwamba jamaa wamepiga kilomita umetumia kombora yenye uwezo kwenda kilomita 4000. Je, hizi taarifa zote ambazo watu wamekuwa wakipewa kuhusiana na Iran hawako hivi, tumesha wanyongonyeza huku, hawana uwezo wa kufanya hivi, ni sahihi? Kwa miaka yote hamkujua kwamba wanayo hata ya makombora ya kilomita 4000. Lakini Marekani wanasema kwamba wamepiga zaidi ya target 7, karibu target 8 wamezitungua. Wanasema kwamba wameweza kurusha ndege, wamefanya combat flight zaidi ya 6500 katika eneo hilo na kuzamisha zaidi ya meli 100. Israel, kwanza niwaambie baadhi ya ndege ambazo Marekani wanatumia: kuna B1, kuna B2, kuna B2 bombers, F15, F16, F18, F22 the Raptor na F35, ambayo nafikiri pia kuna ile ambayo inasema kwamba iliangushwa. Nashughulika na uzalishaji wa vipuri vya hizi ndege, na tunafahamu gharama hata za kurusha. Kukaa kwa F22 nafikiri kukaa angani ni karibu dola kama $100,000 hivi kwa kila saa ambayo inaruka, inafanya combat flight. Lakini hapa tunazungumzia ndege kali zaidi kama B2 bombers, F15, F16, F18. Hizi ndege za kawaida za kivita ambazo ni maarufu sana, tunazungumzia the Hornet, the Thunderbird na nyingine. Lakini tunapozungumzia JSF, in Joint Strike Fighter F35, tunazungumzia ndege moja ambayo ni ya kiwango cha juu sana. Lakini wamefanya pamoja na hayo yote, na Israel kuendelea kuwaua viongozi wa Iran, bado inaonekana kwamba serikali ya Iran isiyotegemea mtu mmoja bado iko intact. Na hicho ndio kitu kingine ambacho kinaonyeshana kwamba wanasema mfumo wa uongozi wa nchi wa Iran ni kile kinaitwa multi-layer matrix, ambayo sio top down government. Ndio maana hata katika kipindi ambacho Khamenei hayupo, viongozi wao hawapo, orodha ya viongozi ambao wameuawa, actually Israel wanapoandika wanasema kwamba rest in pieces. Yani sio kwamba wamepumzika kwa amani, ila wamepumzishwa kwa vipande kwa sababu wamepigwa mabomu. Ukiangalia orodha ni kubwa ya watu ambao katika nchi ya kawaida, katika mfumo kama ingekuwa ni Marekani, wangekuwa wameanguka. Hapa nchini Marekani rais akifa, kuna muda mfupi sana, nafikiri sasa pungua 24, lazima mtu awe ameapishwa kuwa rais, kwa sababu maamuzi yanategemea hivyo. Iran wamekaa kwa muda bila kuwa na kiongozi wao mkuu Ayatollah, wamekaa kwa muda bila kuwa na viongozi wengine wa kijeshi ambao wamekuwa washauri na viongozi wa kijeshi, na bado vita inaendelea. Kwa hiyo pia inaanza kuleta wasiwasi mwingine kwamba pamoja na hizi combat zote ambazo mmesema kwamba mmerusha combat zaidi ya 6500, mmepiga target zaidi ya 8000, lakini serikali bado iko intact. Na kadri siku ambavyo inazidi kwenda, mkitangaza kwamba tumeua watu wengi zaidi, wanazidi kuwashangaza. Kwa hiyo hicho ni kitu kingine ambacho Wamarekani hapa wanajaribu kuangalia, lakini pia inaanza kuleta wasiwasi. Kulikuwa kuna dhana kwamba Irani baada ya kupigwa muda mfupi angekaa chini na kuomba mwenyewe kufanya mazungumzo. Irani amesema kwamba tutafanya mazungumzo pale tutakapokuwa tayari, kwa sababu vita hii sasa inaanza kuangalia swala zima la jinsi mafuta yanavyoweza kuwa, supply nzima ya mafuta duniani, na imekuwa ni changamoto. Kwa hiyo Irani amejua kwamba kuna mahali hapo wakamata, amejua kwamba ni sehemu gani amekamata sehemu nyeti, na yenyewe ni sehemu ya mafuta, na kuwa na Strait of Hormuz ile sehemu wao kuweza kuidhibiti ni changamoto nyingine ambayo nafikiri inawapa kiburi cha kuendelea kufanya kile wanachokifanya. Walisema mwanzo kwamba watapigana vita hii, na walisema hii itakuwa ni vita ya mwisho ambayo wanaweza kupigana. Watu hawakuelewa labda walikuwa wanamaanisha nini, lakini wakisema vita ya mwisho ndio ile dhana ya kwamba kwa wakati huu ni kwamba tutapigana na baada ya hapa ndo mtajua, yani tuheshimiane. Zamani tulikuwa tunasema kwamba kama una shida na wewe tuende zetu nyuma ya trailer, tunapambana, mnapigana mpaka mmoja atakuwa mambo kutishiana kila siku, nitakupiga amna nempige mwenzako, kusema this is it. Na inaonekana kwamba kuna vitu vingi ambavyo watu hawakujua kwamba vimewekwa. Kwa hiyo kwa ufupi ni kwamba vita vinaingia wiki ya 4. Mafuta yanaonekana sasa kuwa sehemu ya mkakati wa nini kitafanyika. Ni lazima vita hii, ni kama vile naweza kusema vita hii inaweza ikaamuliwa na swala zima la mafuta, kwa sababu ama wapige sehemu zote za nishati, alafu waende wateke sehemu ambayo ule mfereji wa Strait of Hormuz, alafu wakifanikiwa hapo then ndivyo watakuwa na nguvu. Lakini kama Israel na Marekani watashindwa kudhibiti nini kinafanyika katika ule mfereji, basi ina maana vita itakuwa inawaangukia upande wao, kwa sababu kila lawama juu ya bei itakuwa inakwenda kwao. Na wanasema kwamba sasa hivi imefikia mpaka pipa moja kufika zaidi ya $115. Ni kiasi kikubwa sana.
Trump amejaribu mara kadhaa, ameruhusu Russia waweze kufanya mauzo, akaruhusu Venezuela. Kuna kipindi amesema anaweza akaruhusu kwa muda mfupi hata Iran nao waweze kufanya mauzo. Yote ni katika kutapatapa kuona kama wanaweza wakazuia hii. Nikwambie pipa la mafuta lilikuwa likiuzwa, mafuta ghafi lilikuwa linauzwa takriban $73 tarehe 27. Lakini sasa hivi tunazungumzia $110 takriban wiki 3 tu kuanzia hapo. Ni kiwango kikubwa sana ambacho kimekuwa kikiongezeka hivi sasa. Anyway, swala pia la Iran kuendelea kushambulia maslahi ya Marekani katika nchi jirani. Wengi wamekuwa kuzungumzia kwamba Iran anashambulia nchi jirani, lakini alishawaambia kabla, anaendelea kusema kwamba anashambulia maslahi ya Marekani na Israel katika nchi jirani, na tumeona hivyo kuruhusu katika ile kambi ambayo Uingereza wameruhusu Marekani iweze kutumia, na wenyewe pia ikapigwa. Dubai oil tanker pia huko Oman, ubalozi wa Marekani huko Riyadh, na pia airbase ya Marekani ya Uingereza ambayo iko Cyprus. Zote hizo zimefanya nini? Zimepigwa. Nitakaporejea na video nyingine tutaweza kuzungumzia kuhusiana na karata 3 ambazo Donald Trump anafikiria kwamba anatakiwa azitumie ili kuweza kushinda vita na kule Iran, kwa sababu nikiweka hapa inaweza ikawa ndefu zaidi, lakini tukaangalia zile karata 3 ambazo Donald Trump anaamini akizitumia ndio ambayo anaweza kufanikiwa katika vita. Changamoto ni kwamba karata zote 3 zina high risk. Zote kadri ambavyo inaweza kumpa nafasi ya yeye kufanikiwa, ama katika tafsiri yake ya mafanikio kuweza kumaliza hii vita, ndivyo ambavyo anajikuta kwamba anajiingiza katika mtego mwingine, mtego ambao Marekani wanaofahamu fika umeweza kuwafikisha wapi, mtego ambao Donald Trump alicampaign against akijifanya ni mtu wa tofauti kwa sababu ya hayo ambayo yamefanyika, mtego ambao hivi sasa ni tayari ameshaingia. Namna pekee ya kutoka ni ama aibike, ama pengine aibike zaidi, au afanye jambo ambalo linaweza likamheshimisha kwa kiasi kikubwa. Ametoa onyo kwamba ndani ya saa 48 kama mambo yakitokea atafanya kitu kibaya zaidi. Watu wanawaza kitu hicho kibaya kinaathiri namna gani Iran yenyewe, au kisipoathiri Iran na Iran ikaweza kusurvive, dunia itaathirika kwa kiasi gani kutokana na hili? Ndicho ambacho sasa hivi tunasubiri kuweza kuona. Lakini ni majuma 3 sasa tangu Februari 28 ambapo Ayatollah Khamenei aliuawa katika shambulio lile la kwanza. Vita vimeendelea, hakuna unafuu sana, lakini mpaka sasa hakuna mshindi. Tuone nini kitafuata, lakini tutakuja kupa dondoo baadaye. Muda si mrefu utakuja kusikia kuhusiana na zile karata 3 ambazo Donald Trump anaamini yuko nazo, ama ndizo pekee ambazo anaweza kuzitumia kumaliza hivi vita katika namna ambayo yeye anaweza kawa mshindi.